Happy. Kinoge, Kinoge. Sister. Nini bwana? Samahani, njoo mara moja. Mtu ana haraka zake. Unajua mimi uko na tatizo gani? Unafanya kazi ya kumuita tu sister. Unasemaje sasa? Asante. Yaani mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Mchumba amepatikana sawa. Nimemtambulisha kwa mjomba hadi kwa wachungaji. Lakini cha kushangaza ghafla tu kawa chizi. Yaani nakuta mkopo kabisa. Yaani ninajihisi kama nina kosi. Yaani na bahati mbaya kabisa. Yaani mpaka najiuliza kwa nini kwangu. Yaani najisikia vibaya dada. Amba kama kuna uwezekano nisaidie. Pole sana mdogo wangu. Tena pole mno. Hivi kumbe na nyinyi walokole uoga mnapenda? Na nyinyi uoga mnaumizwa kabisa na mapenzi. Unajua nilikuwa sijui. Mimi ninachojuaga nyinyi mkipenda mnampenda huyo Bwana Yesu. Kumbe na mapenzi pia mnawapenda kabisa wapenzi wenu. Hongera. Dada, haimaanishi kwamba sisi hatuwezi kuolewa. Na haimaanishi kwamba sisi hatuwezi kupata wanaume. Tuna haki mbele za Mungu ya kupata mume na kutengeneza familia. Tuna haki ya kuolewa. Si kwamba ukisha kuwa mlokole ndio umemaliza kila kitu. Tunahitaji kuwa na familia na sisi pia. Na si kwamba nimekuita hapa uje uniambie maneno haya. Nilihitaji ushauri. Namna gani nifanye, nisaidie. Naumia mwenzio ujue. Haya mdogo wangu. Ila ushauri wangu sasa mimi. Kwa sababu wewe Bwana Yesu unaye. Na kila jambo lako uwaga unamshirikisha huyo Bwana Yesu. Unaonaje sasa na hili ukamshirikisha Bwana Yesu? Mwambie mchumba wangu mimi ni kichaa, chizi, linaokota makopo, anakula jalalani, atakusaidia huyo Bwana Yesu. Sasa wewe una Bwana Yesu alafu unashindwa kumshirikisha jambo kama hilo. Na utakapoona ameshindwa huyo Bwana Yesu, njoo kwangu ndio nitakushauri. Wewe una roho nzuri. Ila ni mwili wako ni mchafu. Sister. Kwa nini mimi ni mchafu? Namaanisha sijui kuoga? Hapana. Sina maana hiyo. Sister. Yaani nimefanya wema wote huu. Wewe unakuja maana yako unanitukana.
unako natukana. Kakangu, mimi sijakutukana. Ila asante kwa kunipatia hela. Si unajua mdogo wangu, yanayoshindikana peponi yanamalizika kuzimu. Kwa hiyo huyo Bwana Yesu wako atakaposhindwa, ukiniletea mimi sasa, mbona ni jambo jepesi sana, wala hata usingekaa hapo na kuanza kulialia. Ila sasa hivi naliacha kwanza, umrudishie huyo Bwana Yesu wako. Sasa unavuka mpaka. Umeanza maneno yako ya kejeli, si ndio? Tafadhali sana. Yaani wewe umeanza na mambo yako yasije ya kishirikina, sijui ya pepo, mapepo wapi na wapi? Dada, ushindwe na unyong'onyee. Yaani mimi ulioniomba ushauri, leo unaniambia nishindwe na ninyong'onyee. Jamani, haya nikinyong'onyea mimi nitakushauri nini sasa? Wewe alafu mtu ashindwaje hivyo? Eti ushindwe, unyong'onyee, alafu kwani mimi nitanyong'onyea? Haleluya. Unasemaje wewe mko mapepo Beelzebuli? Wewe. Mimi personality kweli mimi naweza nikawa Beelzebuli. Mimi naweza nikawa Beelzebuli mimi. Niangalie kwanza. Personality. Mimi ni malaika nimeshushwa. Ni kweli. Wewe ni malaika na kuona na mapembe mawili. Alafu nisikilize. Mimi ndio nitakuwa bonge la pasta pale kanisani. Na nikishakuwa bonge la pasta, nitakuwa mimi baba mchungaji afu na kwa mama mchungaji yangu. Mimi nikipiga zile pati zangu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe pasta? Amen. Alafu sema haleluya. Amen. Mimi pale wangu kwatu kabisa. Unajua hizo? Yaani nakuona kama mdudu tu. Tena mdudu pepo mkubwa kabisa. Yaani mimi siwezi kuwa na wewe hata siku moja. Yaani wewe ni ndoto ya asubuhi ya saa 12. Yaani ndoto ya kumekucha kabisa ya kujifunika shuka la asubuhi. Yaani hata siku moja usiote wala kuwaza. Yaani wewe cha kuwaza tu ni namna gani Mungu umpokee au Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini sasa mimi wewe haleluya, mimi nakuelewa. Na katika watu nawaelewa katika maeneo yangu, wewe mmoja wapo. Na katu na hakikisha niwe karibu na wewe. Na wewe utanipeleka kweli pale katika madhabahu. Mungu, leo umenipambanisha na pepo kabisa. Yaani wewe ni bonge la pepo. Tena ushindwe na unyong'onyea kwa jina la Yesu. Kama usiwaze na ukiniona usinisimamishe. Simamisha mapepo yako. Sasa hapo umenielewa kwamba mimi pepo yangu naenda kutoa katika madhabahu. Haleluya, mimi nakuelewa katika watu nakuelewa. Hebu nipe tano. Nipe tano. Sasa mambo yangu. Mambo yangu ni Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii haina shida kwa sababu mimi katika nafsi upo hapa. Nitakufuata popote ulipo. Nimekutafuta mara nyingi sana upatikane. Kila nikipiga namba yako haipatikani. Tatizo nini dada yangu? Shida iko wapi? Nikipiga naambia namba ya mteja unompigia hapatikani kwa sasa. Simu yangu ina shida ya betri. Yaani sometimes simu ana sielewi. Ila simu hii hapa iko hewani. Dada acha uongo. Hivyo tuzima wewe na uongo wapi na wapi? Kwa hiyo mimi mpumbavu, mimi mjinga na kutafuta sikupati. Ningenungunika kwako? Au ndio mikopo yako hiyo? Ushabebewa kasimu tena? Ushabebewa vitu, afu unanidanganya simu yangu haina betri. Hivi dada utakopa mpaka lini? Na wewe mkopo wako unafanyia lipi la maana wewe? Muangalie ulipopauka vipi. Sura imekosa hadi nuru kwa sababu ya mikopo. Hiyo mikopo yako basi fanyia la maana. Tujue unafanya kitu fulani, umejenga hata gorofa hiyo. Una hata toroli. Lakini kila siku mikopo na wewe, mikopo na wewe. Sasa mimi nakuchukungopea na kuongopea nini?
Tatizo unazungumza afu unajua unachokiongea. Na wewe unavyoongea, laiti ungekuwa unajua mimi maisha ninayopitia, au usingekuwa unaongea hivi. Wewe unanitafuta mitaani kama hivi. Mara simu yangu haipatikani. Unashinda kuja nyumbani kwangu kunitafuta kama kweli wewe una uchungu na mimi dada yako. Na wewe mdogo wangu, shukuru mwanaume ambaye ulompata. Anajiweza. Na ndio maana unaongea sana. Laiti ungekuwa singomaza kama mimi. Ungejua hii dunia hii. Yaani ungeona kama ina rangi gani. Wewe unaongea kwa sababu ushapata mtu anayekustiri. Sawa. Madam Kisega. Mimi fikra zangu, mawazo yangu inabidi yapate yale ambayo tayari ushanieleza kuhusu kama familia yako ilikuwa. Sasa wewe jitenge ziko kwako, kwamba muda gani, kwa saa gani ambao unaweza ukakaa tukatulia na familia tukaifahamisha yale yote ambayo yanatokea. Familia yote sasa ikawa kwako ndio kuleo. Haya ndio mawazo yangu ambayo sasa nimefikiria nieleze kwamba watoto wameshakuwa wakubwa kama ulivyosema, na wanahitaji wajue chimbuko lao. Kuna jadi sababu sisi tuna jadi zetu tunazungumza. Kwa hiyo wewe ndio kuwajulisha. Kwa hiyo mimi nimeridhia kabisa kwamba tafuta wasaa muda wote niko huru, familia yako ilipo hapa. Hili ndio wangu. Sasa dada, hapa tunaongelea mikopo, tunaongelea marejesho. Mimi nimekwambia kwa nini, nimekuuliza kwa nini simu yako haipatikani. Ila punguza mikopo dada yangu. Hiyo mikopo itakupeleka pabaya. Nakwambia kabisa mimi mdogo wako. Mimi ulinipa pressure tu. Najua enda dada yangu sijui nikutafutie polisi sijui monchwali. Mimi nitafanyaje sasa? Nisiwe na pressure. Dada yangu ndo mwenyewe peke yako nibakia naye. Ila dada, punguza mikopo. Na ukichukua mkopo fanyia la maana. Upo? Watu wanakutafuta kuja kuniua na pressure. Dada mwenyewe ndo wewe mwenyewe ndio waki naye. Pressure wapi wewe mnafiki tu. Ungekuwa kweli unanijali mimi singekuja nyumbani kwangu. Mimi nina kwangu sio ya haya. Unalamu kinafiki tu. Mikopo shai kunilipia hata siku moja mikopo. Wewe vipi? Hayo ndio kwa mawazo yangu. Thanks God. Nashukuru sana. Kama kweli litakamilika jambo hilo ambalo lilikuwa linatuangaisha kwa muda mrefu, nilikuwa najikuta nimebeba mzigo mkubwa sana. Hakika nitakuwa nimetoa mzigo na utakuwa umefanya maamuzi ya kiume, maamuzi magumu. Nakushukuru sana. Ushauri wako mara ya kwanza nimefanyia kazi, nimekubali. Mungu akubariki. Amina. Bariki sote. Tafuta nafasi, wakati na wasaa. Amina. Wapi nite vile vile hapo. Tutatekeleza. Inshallah. Mungu akubariki sana. Mama mkwe! Haleluya! Bwana asifiwe! Watu eme! Mama mkwe! Na ushindwe! Wahenga mbona muli utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea.
Kitu gani unachokiangalia? Huko sikuzalilishana huko. Basi bwana, yameisha. Hapa barabarani tunafaulisha watu kule hapa. Yaani wewe mtunzi wa sheria alafu ndio unaongoza kuharibu sheria. Nishakwambia ameshaisha. Hapa barabarani twende tukamalize nyumbani basi. Sio hapa barabarani. Tenda akitendewa anahisi kaonewa. Hii haiishi mpaka iishe. Wahenga mbona utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea. Wahenga muda utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea.